Karibu. Asante Mheshimiwa. Ngoja kwanza. Tuko kwenye quorum. Unataka kuongelea kuhusiana na quorum? Nataka kuzungumza kuhusiana na mawakili wangu. Na namna tunavyoenda mbele. Okay, tumalize kwanza kwenye quorum. Alafu tuende sasa. Nimeshamaliza kwenye quorum. Yeah, nimemaliza. Sawa, Jamhuri. Mheshimiwa mshtakiwa yupo na shauri kwa ajili ya kutajwa. Kaa sasa. Endelea. Asante Mheshimiwa, kama ambavyo nimepokeza, nataka kuzungumza juu ya uwakilishi wangu kwenye mashauri haya. Na nitakachokisema Mheshimiwa, naomba rekodiwe sawasawa na makosa yangu. Mheshimiwa, nina mawakili kwa hesabu ya haraka kwa jinsi walivyovitambulisha, na mawakili zaidi ya 30. Yes. Na mawakili hawa Mheshimiwa Hakimu, niliwachagua mimi mwenyewe, ni mawakili wangu, na niliwachagua kwa sababu nina imani na full confidence na uwezo wao wa kuwakilisha katika mashauri haya, katika kesi hii. Wengi wao nimefanya nao kazi. Hawa wazee wawili hawa, mzee Alute na mzee Mpoki pale Mpoki, wamenilea mimi taaluma, vile vile kwa kesi ya mzee Alute amenilea litera, amechukua nafasi ya mzee Lissu. Ni mawakili ambao kwa miaka yote ambayo nimewafahamu wana uwezo mkubwa sana, full confidence. Sasa Mheshimiwa Hakimu, leo hii hapa tulipo ni siku ya 68 tangu nilipoletwa mbele ya mahakama yako tukufu na kusomewa mashtaka ya uhaini. Siku 68 natoka siku niliposomewa mashtaka ya uhaini, Mheshimiwa, uliamuru nipelekwe magereza nikawe mfungwa mahabusu. Na kwa siku 68 hizi nimekuwa mahabusu, kwa wiki moja gereza la Keko, na tangu Jumaa Kuu nimekuwa kwenye gereza kuu la Ukonga. Siku 68. Katika hizi siku 68 Mheshimiwa, mawakili wangu hawa wamekuja kunitembelea gerezani ili tushauriane namna ya kukabiliana na mashtaka haya. Hawajaacha kuja mahakamani, hawajaacha kuja magereza, na muda wote ambao wamekuja katika hizi siku 68 hawajaruhusiwa kuniona na kuwasiliana na mimi in confidence. Hawajaruhusiwa kuonana na mimi na kuzungumza na mimi kwa faragha, kitu ambacho kimetokea Mheshimiwa,
ukiingia kwenye gereza kuu la Ukonga, unapopita reception, kuna kachumba kuja kwako hivi. Hapo kachumba kamegawanywa mara mbili, kamegawanywa na ukuta wa kioo. Ukuta wa kioo. Kwa hiyo wanapokuja wanasimama nyuma ya kioo upande wa reception, na reception iko nyuma yao kidogo, na mimi nasimama upande mwingine wa kioo. Tunawasiliana kwa simu na mawakili, tunawasiliana kwa simu. Hakuna fursa ya kubadilishana nyaraka, na mimi na manyaraka mengi sana. Hakuna fursa ya kuandika chochote kwa sababu hakuna meza ya kuandikia, hakuna kiti. Mnazungumza kwa simu. Sasa mheshimiwa, nimedai sana kwa mkuu wa gereza kwamba kama mfungwa mwenye mawakili, nina haki, narudia, nina haki ya kuonana na mawakili in confidence. Ni haki, sio mapenzi ya bwana jela. Ni haki kama ambavyo nikafafanua na bwana jela amenikatalia. In fact, mheshimiwa hakimu, kuna wakili mmoja alimtembelea hapa, nikapiga kelele sana bwana jela, akaniambia kama unaona simu haiwezekani, njoo ukae hapa reception. Reception palipojaa maafisa wa magereza, muongee. Yeye yuko upande wa pili wa ile lilango la green la chuma, yuko upande wa pili, mimi niko upande wa gereza. Tunazungumza, maafisa wote wa magereza kama walivyo hapa wananiangalia, kila mtu anasikiliza tunachozungumza. Kila afisa wa magereza anasikiliza ninachozungumza. Bwana jela amesema mzungumze hapa na wakili. Na kwenye simu, mheshimiwa, hiyo simu anaisikiliza nani mwingine? Nani anayejua kwamba kuna mtu mwingine huko anayesikiliza tunachozungumza? Nani anayejua kwamba kwenye control room hakuna vinasa sauti, hakuna bagging instrument? Kufanya nini? Kunasa mazungumzo yangu na mawakili. Sasa mheshimiwa, twende kwenye sheria. Twende kwenye sheria, kwa sababu hii ni mahakama ya sheria. Mheshimiwa, nataka nikusomee kanuni ya 13, kanuni regulation 13 ya Prison Management Regulations 1987. Ndio tena. Prisons, in brackets, Prison Management Regulations 1987. Government Notice number 6 of 1987. GN 60 of 1987. Inasema hivi, naisoma kwa Kiingereza na nitaizungumza kwa Kiswahili. Kuuma huu wasikilize kuendelea gerezani. Every prisoner shall be given all reasonable opportunities of communication with his legal advisor or with such other person as the officer in charge may approve as representing the interests of the prisoner
and a visit to a prisoner by the legal advisor or such other person shall take place within the site but out of hearing of the prison officer. Within sight, out of hearing. Out of hearing. Sasa mheshimiwa, hii kanuni kuu kwamba wakili na mshtakiwa wanatakiwa wasisikilizwe maneno wanayozungumza na mtu mwingine yeyote, ni sehemu ya sheria kuu za kimataifa, Mheshimiwa Hakimu. Na nataka nisome the body of principles for the protection of all persons under any form of detention or imprisonment. Hizi body of principles inaitwa maarufu kama the Mandela Principles. Kanuni za Mandela zilipitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Zilipitishwa kwa resolution of the General Assembly of the United Nations, resolution number 43/173 of 9th December 1988. Kanuni kuu kuhusu ulinzi wa watu wote ambao wako mahabusu, detention, au wamefungwa, they are imprisoned. Sasa vumilie kidogo Mheshimiwa Nimea. Principle 18, kanuni ya 18 ya Mandela Principles. 18.1. A detained or imprisoned person shall be entitled to communicate and consult with his legal counsel. Two, a detained or imprisoned person shall be allowed adequate time and the facilities for consultations with his legal counsel. Three, the right of a detained or imprisoned person to be visited by and to consult and communicate without delay or censorship and in full confidentiality with his legal counsel may not be suspended or restricted save in exceptional circumstances to be specified by law or lawful regulations when it is considered indispensable by a judicial or other authority in order to maintain security and good order. Hizi kanuni zinasema that word other authority ni mahakama vile vile. Sio bwana jela. Sio bwana jela anayeamua, ni mahakama ndio inayoamua usionane na mawakili, uwekewe vizingiti vya kuonana na mawakili. Ni mahakama. Na nitakuja kwenye mahakama yako Mheshimiwa. Sasa Mheshimiwa,
Kwa hiyo tunazungumza four ni muhimu. Interviews between a detained or imprisoned person and his legal counsel mentioned in this principle